yaani wokovu ni mpya. Na ndio maana huyu mtu anapokea asili mpya, tamaduni mpya, tabia mpya. Ndio maana mtu anapookoka anapaswa sana kuhudhuria mafundisho na kujifunza asili mpya ya kiroho, sio ya dini. Wokovu sio dini. Wokovu ni maisha mapya yanayoanza na mtu anapookoka. Na ndio maana huwezi kuishi wokovu nje ya mafundisho, nje ya ibada ukafanikiwa. Utakuwa unaishi asili zako za kidini. Bwana tusaidie sana katika Bwana. Na huwezi kusema sasa mimi nimekomaa naweza kujisimamia mwenyewe bila mafundisho. Never, unajidanganya. Na ndio maana Paulo mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema usiache kukusanyika kila itwapo leo. Asili mpya ya kiroho ni asili ya uwana ambayo kila aliokoka ili aielewe asili mpya ni lazima ajifunze, kama vile mtoto anapozaliwa kimwili anapokea asili na tamaduni mpya ambayo hakuwahi kuipitia kabla. Anaanza ndio maana mtoto anazaliwa na mshangao, hofu, mashaka yanayoambatana na kilio kikali, na asipolia kuna janga. Wewe unazoeaje dunia? Unazaliwa unaona mambo sawa, hakuna. Na asiposhangaa lazima apigwe vikao vya maana ili alie. Bwana tusaidie sana. Maana nakutana na kitu kipya. Sio unaona tu waliokoka na yani yuko tu aonyeshi. Unahitaji vibao ya kiroho ili adapti mtoto akizaliwa. Wale walezi sio wamesomeaje? Kuna nakielewa kabisa wengine wachomoka kwa vile tena ni nguvu kichwa chini. Yaani hata hawangazi kwa leo kama utawajika. Ndio katika sasa katika baadhi ya wasomi akilia ndio unasikia kigelegele. Na mama kule anasema alikizo mwenyewe. Sisi mama garibu kana na msikie analia, cheka anataka kulia, anataka tamchumi mtoto hali, lakini asipolia yaani ndio wale walio kiumbe wa Bwana tusaidie sana kabisa. Sasa mtu anaondoka leo kafa mama anashakuwa mkomavu. Subiri tunaona taruki kutana na Kiswahili kingi. Hayo ndio wanafanya matatizo ni kufanywa mtu mpya, kiumbe kipya ambaye hakuwahi kuwepo kabla. Asili mpya, tabia mpya na tamaduni mpya. Anaanza kufundisha namba nne, fanyika kiumbe kipya. Maana yake alizikoizimini na nakupa zote nimechukua kwenye haya maneno tuliyosoma. Sawa sawa na huko. Namba nne nasema ni uhusiano mpya na Mungu. Ni uhusiano mpya na Mungu unaobadilika kutoka kuwa mtoto wa mwanadamu mwenye asili ya dhambi na kuwa mwana na binti wa Mungu. Ni uhusiano mpya na Mungu unaobadilika kutoka kuwa mtoto wa mwanadamu mwenye asili ya dhambi na kuwa mwana na binti wa Mungu.
linapatikana kwa kumwamini Yesu. Nje ya Yesu hakuna wokovu. Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu mmoja, Kristo Yesu, na ametuweka katika uzao mpya kupitia kifo kilichoiangamiza asili ya dhambi ndani ya mwanadamu kupitia mauti yake, na kufufuka kwake kulikoleta asili mpya ya uungu kupitia lile tendo la kufufuka kwake. Watu wanapomwamini Yesu katika hali ya kiroho, anakutana na badiliko hili. Asili ya dhambi inakufa kwa tendo hili la ukiri wake na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kule kuamini kwake kunampa haki ya kupokea neema ya wokovu unaopatikana katika Kristo Yesu. Kwa maana anasema alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa asili ya kuzaliwa, ambayo Nikodemo katika ile Yohana hakuitambua, hakuielewa kabla. Anawezaje kuzaliwa tena akiwa mzee? Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. In fact, hata mwili wako mbinguni haueleweki. Amini, ya Mungu unaoelekeza mbinguni hautambuliki. Ngana nao unakupeleka, unakuelekeza mbinguni, uendi nao hata urembezi hauendi kokote, utaisha hapa na utafikiwa kwa kuweke kwenye jeneza la milioni 10, kwa kuzike na gari, utaoza. Lazima wakufukie huko chini. Mimi sijawahi kuona mtu alizikwa juu. Chini huko kwa madogo ulitoka na kwa madogo utarudi. Mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi. Tena mwenyewe hakuna mwingine atakayeenda na wewe. Mwenyewe kama ulivyozaliwa mwenyewe. Yaani asili yako ya roho inapotakiwa, lazima mwili unauacha. Fanya badiliko la kiroho leo. Wewe unaniangalia, unanielewa? Si unang'ang'anie sana mwili. Mbinguni utaendaje na mwili? Hata shukrani hapo. Yaani kama kuna kiumbe wa ajabu asiye na shukrani ni mwili wako. Sinadhani na watu wengine. Watu hawana shukrani, sio watu. Mwili wako hauna shukrani. Nini watu? Unaokutana nao na wao. Nani alishawahi kushukuriwa na mwili wake? Alafu na amri za ajabu. Mwili una kanuni ya nataka. Mwili ambayo kanuni ya nataka. Ugomee huo. Nataka kula. Nataka chai. Nataka kulala. Na kwa maana wanakuendesha kule wengine wameendeshwa na Mungu. Yaani kwenye ibada ile mtu anaendeshwa na Mungu. Wewe unasema nimechoka kusikia, sitaki kusikia leo. La. Kwa yaani nakuendesha. Kama hiyo unaambia nimechoka na njaa nataka kula. Uelekeo unakunyanyua. Unakuuliza umegoma au unaanza kuchoka. Kwa hiyo mwili hauna shukrani. Mimi kama nimeanza kufahamu mwili, haujawahi kushukuru kwa roho, zaidi ya kuelekeza. Yaani unapomaliza kumfanyia jambo hili unaanzisha nini? Yaani wewe hauna compromise. Yaani
nataka. Kwa hiyo mwili hauna shukrani. Kwa hiyo matendo yote ya mwili yanayotupelekesha ni matendo ya uangamizi, sio matendo ya kujenga. Haleluya, haleluya. Mwili kiwa peke yako unakwambia nataka mwenzako kukana kama wanaume, nataka wanaume kukana. Ukimpata mimi sikusumbui tena, unahangaika baba watu kuangalia kati ya wanawake na mwema mchagulie mwili, unamuuliza yule ana ile serikali yule ile ana serikali, mimi namuona ana huyo hapa, unahangaika kwa maombi kwa gharama kwa hela. Yule mwanamke alikuwa ameisha wili kwa anashika. Amesema ndio shida. Hauna shukrani, unaweza kudai kuishi na wale. Nikasema kufanyika kiumbe kipya ni uhusiano mpya na Mungu unaobadilika kutoka kuwa mtoto wa mwanadamu mwenye asili ya damu na kuwa mwana na binti wa nani? Wa Mungu. Ni kuiacha kabisa asili ya kale, ni kuiacha kabisa asili ya kale, yaani tamaa za mwili. Ni kuiacha kabisa asili ya kale, yaani tamaa za mwili, kiburi na hali ya kupendelea kutenda dhambi. Ni kuiacha kabisa asili ya kale, yaani tamaa za mwili, kiburi. Yaani kiburi ndiyo asili ya kwanza ya mwili, kiburi. Yaani mtu anajifunza vyote, lakini kiburi anazaliwa nacho. Kiburi, hali ya kupendelea kutenda dhambi na kuvisulubisha kabisa. Na kuvisuluhisha kabisa hii asili ya kale. Ni shughuli isizilisha ni jambo la kiroho, haifanyiki hivyo hivyo kichoni. Ndio maana unaona unabishi huu unahitaji kifo. Yesu alikufa sio